washindi wa tuzo, walimu wenzangu, wanafunzi. Ningependa kuwakaribisha hapa Chuo Kikuu cha Nairobi na hasa katika hili jengo letu lipya. Kwa sababu ni shughuli ambayo itawapa wanafunzi wetu motisha. Na kwa kuona kuwa wale washindi, tuliona jana kuwa wale washindi ni vijana wadogo sana ukilinganisha na waandishi wengine na sisi tuliozeeka. Hii inawapa fursa ya kuona kuwa na kupata motisha hao wanafunzi na pia wapenzi wa Kiswahili kuwa wanaweza kuandika na si watu wazee wanaoandika, hata vijana wadogo sana wanaweza kuandika na kushinda. Tuzo kwa washindi zilitolewa jana. Hii leo kusudi ni kusikia sehemu tu ya kuhusu yale walioandika na kisha tuweze kusemezana. Ni jambo ambalo linatutia nguvu sisi ambao tumekuwa tukifanya kuandika, kwamba vijana siku hizi ndo wanaandika. Huyo kijana ambaye alisema anatoka Morogoro jana na huyu mwingine alisema anatoka Pemba, tutawasikiliza wakisoma baadhi ya sehemu za kazi zao, na ni jambo ambalo linanitia himizo kwamba hii fasihi ya Kiswahili haitokufa. Hafla namna hii haiwezi kenda mbele bila ushairi. Lazima tunge ushairi. Kwa hivyo sisi hatuimbi kasida, hakuna tendi, lakini hapa tuna bwana moja ambaye tutamwalika achukue mida chache tu, kisha baadaye atuambie kama atakuwa anaimba, anakanganya ama anakariri shairi. Tafadhali Indindi, karibu. Leo hii ni siku kubwa kwa sote hapa chuoni kukutana na washindi wa tuzo yenye thamani. Tuzo hii ni ya mabati ya fasihi Kukuzeni. Tuwapongeza washindi kwa kushinda tuzo hii. Inapunga mfahamu watuzaji ni mabati wenye ujenzi wa nyumba kutuza bora baiti. Hili silione toto, linahitaji udhati. Tuwapongeza washindi kwa kushinda tuzo hii. Jingine la kufahamu ni hunu utamaduni, kwamba katika elimu twakumbushwa tamaduni. Tamaduni ni muhimu, watunzi muzithamini. Tuwapongeza washindi kwa kushinda tuzo hii. Na ya kwamba ni washindi, mhamasike wengine, mwaka ujao ushindi uwe wa mtu mwingine. Hakika wao ushindi utuhimize wengine. Tuwapongeza washindi kwa kushinda tuzo hii. We started the prize with Dr. Lizzie Tree because we noticed that there was an absence of structures for people who wanted to write in African languages, right? If you think of English literary prizes, you can name the Kane Prize, of which actually Dr. Lizzie Tree was the director. You can name the Esti Last. You can name, let's say, 10 or so, right? And then in the individual countries, even more. But if I ask you to name a prize for writing in Luo, for example, right, or a Kamba, right, there are none. But we cannot grow literature if the structures that make a writer are not there. So that's what we're hoping. So the winners will get published by either Mkuki na Nyota or East African publishers, in addition to the prize money itself. We also believe very heavily in the idea of translation, right, and languages speaking to each other. So the winners will also get translated into, at least the poetry, into English and published by the Africa Poetry Book Fund. Jina langu Doto Rangimoto. Naomba ruksa. Mwanangu, ewe mwanangu, leo nataka kulonga. Kila jambo lina Mungu, heri na shari hupanga. Tamu lageuka chungu, hasali ya wapakanga. Dunia hino dunia, mwanangu sitakabari. Mwanangu sicheke ufa, kumbuka kuna jalia. Siringe kutaka sifa, kiburi ukajitia. Aliye na afya hufa, mgonjwa akabakia. Dunia hino dunia, mwanangu sitakabari. Mwanangu hebu elewa na kuomba zingatia. Ugonjwa ni majaliwa, mauti ni yetu njia. Hupona mkusudiwa, hufa mshika jambia.
dunia ino dunia, mwanangu stakabari. Mwanangu naomba shika, nisemayo siyo siri. Haya yamethibitika kitambo tena dahari. Jitibichi la kahuka, lilokavu la nawiri. Dunia ino dunia, mwanangu sitakabari. Mwanangu sifanye ngenga, usitambie ukwasi. Mambo ukiyabananga, tamkufuru kudusi. Mbio hushinda kinyonga, achwa mbali farasi. Dunia ino dunia, mwanangu sitakabari. Mwanangu usiwe chizi, cheo uwezi miliki. Nataka ujue wazi, hakina hati miliki. Chifu awe mjakazi, mtumwa awe maliki. Dunia ino dunia, mwanangu sitakabari. Mwanangu yana karima, kupanda hata kushuka. Uende mbele na nyuma, ufanye unavyotaka. Mlachunga hula nyama, wanazi hupata daka. Dunia ino dunia, mwanangu sitakabari. Mwanangu sicheke mamba, nawe mto ujavuka. Kwa kiburi ungatamba, hupindui larabuka. Hukosa aliyeomba, hupata hasiyetaka. Dunia ino dunia, mwanangu sitakabari. Mwanangu sifanye inda, aliyepewa kapewa. Ujue kheri ya shinda, kiumbe alojaliwa. Ukijua vya kutenda, sisahau kutendewa. Dunia ino dunia, mwanangu sitakabari. Mwanangu niendelee, ama kikomo nitie. Nilosema sichezee, yashike sipouzie. Kitaka uogelee, wasia uzingatie. Dunia ino dunia, mwanangu sitakabari. Nisikize ewe mwana, usia wangu pokea. Hali yangu mbaya sana, mwenyewe wajionea. Maradhi yamekazana, sioni pa kuponea. Sijiwezi sitapona, kabuli la ningojea. Nisikize kwa mapana, yapate kukuelea. Usikuhuri ujana, uzee wa kungojea. Leo mtoto wa jana, chunga usije kosea. Sijiwezi sitapona, kabuli la ningojea. Nisikize we kijana, ulipo nimetokea. Siku zangu zilofana, siwezi kuzirejea. Na kifo tunapigana, kushindwa ninaelekea. Sijiwezi sitapona, kabuli la ningojea. Nisikize pulikana, muda koma kuchezea. Lile la kuwezekana, lifanye sije ngojea. Kamwe haurudi tena, muda ukishapotea. Sijiwezi sitapona, kaburi la ningojea. Nisikize ninanena, sidhani na kukemea. Sijawahi kupagana, ulevi sijakugea. Bange mwanangu dubwana, usije lisogelea. Sijiwezi sitapona, kaburi la ningojea. Nisikize kwa maana, dunia ya chechemea. Muabudu subhana, kwa hofu kunyenyekea. Usiku ama mchana, ibadani elekea. Sijiwezi sitapona, kaburi la ningojea. Nisikize tulizana, mamio najiendea. Huna baba wala nina, uanze jitegemea. Mali ya kukupa sina, ela jembe na kugea. Sijiwezi sitapona, kabuli la ningojea. Nisikize wajaona, haya ninayoongea. Riziki sio dafina, si kamali taotea. Inataka kupambana, siketi kuingojea. Sijiwezi sitapona, kabuli la ningojea.
Sasa hapa mama alikuwa anaaga kama vile ndio yuko maututi, na ameshafariki sasa. Kijana ameshakuwa mkubwa, maisha yanamwendea, lakini kafika mara akashikwa, akatatizika, ikafika siku yake kuzaliwa, akamkumbuka mama yake, lakini anamkumbuka akiwa katika matatizo makubwa sana. Anasema hivi kijana, mama, nimeshakuwa. Kwa hiyo baada ya kuambiwa mwanangu istakabari, na baada ya kuambiwa kwamba mwanangu nisikilize, mimi nakufa, kwa mama ameshakufa, leo kijana anarejea maneno ya mama yake. Kwa hivyo sasa anayakumbuka huku akisema kwamba mama, nimeshakuwa. Mama, siku imefika ya wewe ulonizaa, pia sasa ni miaka tangu walipokutwaa, mwaka uliokauka, nusura niwe kichaa. Mama, sasa nayaona mwanao nimeshakuwa. Ukitaabika mno kwa nguvu zilobakia, ukayasema maneno wakati ukijifia, kwa mithali na mifano mie ukaniusia. Mama, sasa nayaona mwanao nimeshakuwa. Mosi, swali kwa wakati kama wataka salama, ni faradhi kwa umati toka kwa wetu karima. Omba kauli thabiti, mwisho wako uwe mwema. Mama, sasa nayaona mwanao nimeshakuwa. Pili, dunia jukwaa, waja wote wasanii, haya maisha sanaa tena hayana chalii. Mwanangu sijeshangaa, fasiki ndiye walii. Mama, sasa nayaona mwanao nimeshakuwa. Tatu, wasofanya kazi, chakula kwake haramu, kila afanyaye wizi uishia jehanamu. Jela mwanangu makazi ya viumbe madhalimu. Mama, sasa nayaona mwanao nimeshakuwa. Sura ya kwanza nimeanza kuichagua, ambapo riwaya ndio inaanza namna hii. Siku, miezi na miaka ilifuatana na kupishana, ikapokeana na kusukumana, ikakatika kama zilivyokatika kamba za vishada, ikaenda arijojo. Mchana ulimezwa na usiku. Siku ya pili ilipofika, mchana ukatemwa mzima mzima. Siku nyingine mchana ulitemwa ukiwa umeroana chapa chapa, manyunyu ya mvua yakapukutika. Na siku nyingine ulitemwa mkavu. Usiku nao uliposimama ukaja na mbwembwe zake, ukatua na maringo yake, ukaongoka na mapambo yake. Nyota na mwezi zikajitawanya na kujipanga katika safu juu ya mgongo wa samawati, zikatiririka na kukatizana, moja kule na moja huku. Nyingine zikakaa kwa vishungu, zikajikusanya kama zilizomo kwenye vikao vya siri, vikao vizito vilivyofanya wazungumzaji wasisikike kwa udogo wa sauti zao. Usiku na majambo yake na vijimambo vyake, kiza, mwangaza, mzizimo, baridi, vyote wakati mwingine vilikwenda mtawalia. Basi tu kwato za mbwa waliofukuzana zikasikika, zikitwanga ardhi kwa nguvu na vishindo. Wakabweka na sauti zao kusikika mji wa nane, zikagonga huku na kule ndani ya viambo na viunga vyake, zikaakisika na kurejesha miangu ya sauti yake kwa nguvu zote, zikawaamsha waliolala majumbani mwao na kuwatisha walio macho. Giza totoro likajishindilia na kujijaza angani hadi penuni mwa majumba, mitaa kwa mitaa, miji kwa miji hadi mabondeni. Humo mote likajitawanya. Hofu ikawahofisha walio ndani ya majumba yao. Wakati mwingine pengine walidhani nguvu za giza zimeanza kutimiza utumwa wake. Utumwa wa nani? Si ule wa watu, labda watu wale wale wenye mioyo ya chuma, mioyo yenye ganzi, mioyo iliyopoteza hisia ndani ya misukumo ya kimazingara. Aliyeongoka kibiashara akasukumiwa zigo la husda, aliyefaulu masomo akabebeshwa shehena ya ndwele kusudi akome. Siku zikaendelea kuyashuhudia haya. Siku hizo hizo zikatafunwa na meno ya matendo ya watu na kuroa damu. Ya laitani zikaondoka na mshangao wake.
zikapotea kwenye anga la masikitiko, zikayoyoma na upepo wa mashariki na magharibi, hazikurudi tena kamwe. Milele na milele, siku hazigandi wala hazirudi. Watoto walisikika wakilia, ishara zao za kudai wanachokidai kila uchao, ishara za kuyapapatikia madai yao. Nyonyo, mma, nyam, ikawa kama oda za hotelini. Akipewa nyonyo anadai mma, akipewa mma anaisukuma huko, sasa apewe nyam. Mradi hakuna kitoshacho kwenye uwanja huu wa dunia, hakuna kikinaishacho. Roho na pupa zake zinawashughulisha waja, roho na thakala zake zinawapelekesha. Unaijua desturi ya roho? Haishi kuhangaika, haishi kutapatapa, haishi kujila nyamunyamu na kuwala wenzake. Iko wapi roho yenye kukinai? Kukinai ni utajiri, ila wapi, ni wangapi? Niambie, ni wangapi wenye kukinai? Ni wachache mno. Nadra kumkuta mtu aliyekinai. Vijana watatu wameongozana, wameshiba ari kwenye nafsi zao. Ari inawaongoza. Pumzi zilizojazana mapafuni mwao ziliwasukuma, zikatoka puani na kukutana hewani. Zimoto zikapotea. Lakini kiukweli pumzi hazikupotea. Ziligeuka sauti kuwageukia, zikaongeza ari, zikawataka wende, wasirudi nyuma. Wende polepole huku wakihema, mbele wanakuona ndani ya macho yao na ndani ya nafsi zao. Kuna wavuta kwa kani iliyokithiri, au tuseme kwa kani ya ziada, na wao hawakubaki nyuma, wanakufuata. Nako kuna wasubiri. Naam, kuna wasubiri. Nguvu za mwendo wao zinatiririsha jasho, linajaa maungoni mwao na kuzirowesha nguo zao. Wamo safarini wanakwenda, wako juu ya baiskeli zao. Katika zama za sasa si rahisi kuyakuta yaliyotokea. Pia kwa mwenye kusikia ingekuwa vigumu kuamini. Anayeamini angehitaji kuona ushahidi ili aridhike kuwa kweli mtu wa aina hii yupo. Bibi aliyegubia na kumung'unya chumvi magunia kwa magunia. Miaka 200 imempita juu utusi wake. Imemzaa, ameishuhudia na kuchuchuka nayo. Akakuwa nayo, akagombana nayo, hata kupongezana nayo, akaonja nayo asali ya dunia. Pia ndani ya miaka hiyo hiyo akairamba shubili yake. Ukali na ukakasi ukauchochota ulimi wake. Aliyajua mengi yaliyotiwa kapuni kwa makusudi ili kizazi kijacho kisiyapambanue. Mazingira yake kwa wakati huo yalikuwa zaidi ya chuo kikuu. Yalimpa mwanya aliyoweza kuutumia kupenya na kuyashuhudia mengi. Yeye aliweza kumaizi mbovu na mbivu, na mbichi na pevu. Huyu hasa ndiye aliyekusudiwa na vijana hawa, Bimsiri. Naomba kusoma ukurasa wa 22 kama nilivyopangilia awali. Ukurasa wa 22 unabeba sura ya 4, ni sura ya 4. Unabeba ukurasa huu kama inavyoanza. Sifa ya uwanja wa dunia ni kujifinya. Na unapojifinya huwakutanisha watu. Wakakutana kwa sababu nyingi, yaliyofichikana kwenye moyo hubaki siri ya mtu mmoja. Yakitoka si siri tena. Sifa ya pili ni ile ya kujitawanya. Inapokunjua mbawa zake dunia, ikaunyua uwanda wake, watu hutawanyika kila pembe. Ikawa hakuna kuonana, hakuna kutembeleana. Wakati mwingine sadfa ilizaliwa ndani ya tumbo la shari. Hali asiyotarajia, hali ya kukata tamaa. Hii ilikuwa mara yake ya kwanza kujuana na Bitausi. Safari ya kutafuta, mtu hutafuta kitu kilichopotea. Bitausi amekuja kutafuta, aone, kisha achague. Jicho lipi litakalomjulisha kuwa huyu ndiye hasa mkusudiwa, huyu ndiye hasa mlengwa. Jicho la ndani labda, hasa akheri, jicho pambanuzi. Kuna nini maukio? Ana nini Bimsiri? Ashki ya kutaka kuyajua yaliyomo ndani ya moyo wa Bimtausi ikamtikisa Miftaha. Mama, 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 lakini hakuna sauti iliyorudisha jibu. Nikafika hadi jikoni. Nilichokiona sikukiamini. Hatua ya kwanza, woga. Hatua ya pili, fadhaa. Hatua ya tatu, huzuni na kilio. Ni nani aliyefanya unyama huu? Ni nani aliyediriki kuyatenda haya? La haula. Viumbe wamekosa imani. Wanafanya mambo wakiamini nguvu zao zitawalinda. Kichwa kiliniuma kila nilipoitazama damu ikielea sakafuni. Wekundu na weusi wake ukanitia kizunguzungu. Mama amenyooka, roho yake imeshafarakana na mwili. Swali langu kwa waandishi, naomba sana kujua tajriba yenu katika uandishi. Je, ni mara ya kwanza ama mmekuwa mkitunga tu? Kuhusu uzoefu, kwamba mimi nasoma kazi za watu wengine. Kama mshairi kinda, basi kazi za wazee hao nazisoma. Kwa hivyo ukiona mfanano wote, basi ujue nimetoa kutoka kwao. Mimi nimeanza kuandika 2011.
riwaya yangu ya kwanza Wimbi la Utata, ambayo sasa hivi natarajia inshallah Mungu akipenda wachapishaji waihariri, wamalize kuihariri na kuichapisha. Sitaki nitaje uhariri gani, lakini ni Wimbi la Utata, riwaya yangu ya kwanza ambayo nilianza kuandika Facebook. Hivyo tulitumia jukwaa la Facebook kuandika. Riwaya yangu ya pili ni Tanuru la Usuhuba. Kuna Safari Yangu imechapishwa tayari. Kuna kitabu cha Hicho Meza Fupa na kiko kingine ambacho naandika muda sasa. Hivi sasa nikiondoka hapa nikipata nafasi naendelea nacho. Ni riwaya pia. Kwa hiyo si mara ya kwanza na bado naendelea, na inshallah mpaka akili zitakapo panguka labda au kifo, ndipo mwisho kalamu yangu itasimama. Anaona kuna tofauti gani hasa akiangazia kazi nzima za waandishi wa Kenya na waandishi wa Tanzania ambao wameandika kazi za ubunifu? Je, kuna tofauti yoyote? Swala hili linahitaji mtu ambaye kasoma kazi za waandishi wa Kenya sana na wa Tanzania. Mimi nimesoma wachache Kenya. Bwana Ken Walibora nimemsoma kiasi, lakini siwezi kulijibu kwa sababu hili linahitaji ufundi zaidi, taaluma zaidi. Kuna watu wataalamu, mimi si mtaalamu, sijasoma fasihi katika level za juu, lakini wataalamu wanajua kuna fasihi linganifu, sijui kitu kama hicho. Unalinganisha kazi ya huyu, kazi ya huyu. Kwa hiyo wataalamu watajua hapo. Na kwa vile mko nao, mtanisaidia kujibu. Kama kuna kanuni ama kuna mitindo fulani ya uandishi ambayo mnatumia hasa mnapokuwa mkiandika? Nikitazama hapa, kila kinachonizunguka basi ni wazo. Naibuka na wazo hapo natunga. Kwa hivyo natoa wapi ndio natoa katika mambo ambayo mazingira ambayo yananizunguka ndio natoa mawazo hapo. Mtindo ni ule ambao mwanafasihi anachagua kuandika. Kama mtu tunasoma katika mambo yetu ya masomo, kuna mitindo tofauti, miundo tofauti. Kwa hiyo mtu uwezo wake, satwa zake na vile ambavyo yeye anaweza kuandika na ile kazi namna anavyotaka kufikisha ujumbe ndivyo ambavyo ataamua ni mtindo gani ni utumie. Lakini kwa kuzingatia tu vile vigezo vya riwaya kama riwaya bila kupoteza asili ya riwaya. Na mashairi haya kuhusu usia wa mama, mimi nilifiwa na mama yangu mwaka 2000. Kwa hiyo jinsi ambavyo ule makiwa na mambo kama hayo, jinsi alivyokuwa naumwa, basi nikawa nimeandika mashairi mengi sana, lakini sikupata kuyatoa hadharani kama imepotea. Kwa hiyo nikaanza tena kuandika kukumbukia hayo na maisha ambayo nimeyapitia. Kwa hiyo ushairi ni vyamba hisia zangu. Mashirika mengi yameogopa kuchapisha diwani kwa sababu ya kukosekana kwa mauzo. Je, unaionaje kesho ya ushairi ikiwa diwani hazichapishwi na mashirika haya? Nafikiri ni sisi wenyewe wa Afrika, hasa wana Afrika Mashariki hapa, tuone kwamba Kiswahili ni utamaduni wetu na ushairi ni sehemu ya utamaduni huo. Wachapishaji hawezi kuchapisha kama hakuna wanunuaji. Sasa utagundua kwamba utamaduni wa kusoma katika sisi watu wa Afrika uko mdogo sana. Kwa hivyo kama tutajikita kusoma kazi za fasihi, mtu katoka mguu mosi mguu pia dukani wanunua kitabu. Kwa vote vile wachapaji watachapa kazi zetu. Kwa hivyo nini kesho kwamba ni sisi tukibadilika kimtazamo kwamba tusome kazi. Tunasoma vitabu. Basi tukisoma vitabu wachapaji watachapa. Shairi lako la kwanza, mimi nimesikia sauti ya Haji Gora. Shairi lake maarufu sana ambalo hata limeimbwa taarabu. Mpewa hapo konyeki, aliyepewa kapewa. Wakati naanza kuandika ushairi, kuna watu wakaanza kusema kwamba huyu Langimoto haandiki yeye. Kuna mahala anachukua ya mashairi, anakuja kuuzia sura Facebook. Lakini wanaosema hivyo hadi leo hii hawakutoa hata ubeti mmoja kwamba wakati kwamba kitabu fulani ama sehemu fulani. Na mwandishi ili awe mwandishi asome vitabu tena si vya riwaya tu au fasihi, hata vitabu vya historia, nchi tofauti, matukio, kwa vinajenga zaidi uweledi wa kuweza kuandika kitu cha uhakika na kitu ambacho kitazaa matunda na yale malengo ya ile kazi ya fasihi. Ulipo pata kwamba hukushinda mara ya kwanza, ulihisi vipi? Je, huo mswada wako uliufanyia kazi tena ndio uweze kuwasilisha?
2015 tayari kazi hii imetimia. 2015 hiyo nikagundua ama nikabaini kwamba shindano hili lipo la mabati Cornell. Nikashiriki 2016, nikafika hadi mchujo shortlist katika watu 5 wale, miswada 6, na mimi jina langu lilikuwemo. Bahati mbaya sikuingia kwenye washindi. Nikikujibu wewe hapo ni kwamba niliona kuna kasoro, lakini kwa vile nilidhamiria kushiriki mwaka ule nisiuache muda, na muda ulikuwa umeshapotea, na ile siku ambayo natuma mswada ule ilikuwa ni siku ya deadline. Saa 5 usiku nakumbuka, maana yake kiingia saa 6 ndio usiku imepita. 5 dakika 50 na kitu mimi namaliza kuandika sherehe. Sababu kuna maneno ya Kizanzibari kama kawaida, lazima tuyafafanue kidogo yalivyokusudiwa. Sasa nilituma mswada hivyo ikiwa maneno hayajakamilika. Kama unakumbuka, moja ya kigezo cha mabati Cornell kwa mswada wa riwaya yasipungue maneno 60,000. Hata ukiangalia kwenye ni 50,000. Hata ukiangalia kwenye website yao, tovuti yao utakutia imeandikwa maneno 50,000. Sasa mimi riwaya yangu kwa wakati ule ilikuwa na maneno kama 36,600. Hayajafika 50,000. Lakini nikasema pamoja na kwamba hii ni kasoro na huenda nikapigwa na chini kwa sababu hii, lakini kwa vile nimedhamiria kushiriki nishiriki. Kwa hiyo nilifika huko, nadhani kigezo hicho kikaniangusha, sikuwa mshindi hata watatu. Lakini nikasema kama kazi imefika hatua hii ya kufika shortlist na kasoro hizi, kwa nini haiwezi kuwa mshindi tena wa kwanza? Kwa hiyo pale nikafunga ukaja na kukaza buti kwa mara nyingine ili nishiriki. Kwa hiyo kazi yangu nikaifanyia mapitio, nikaipamba, nikaijaza fasihi nyingi sana na mandhari na wahusika, nikajaza maudhui kwa upana kabisa. Kwa hiyo niliposhiriki mara ya pili ilikuwa tayari kigezo kile ambacho nilikiona mimi, sijui majaji kama ni kasoro nikiweke sawa, kile tayari kwa tumeshakaa sawa, nikatuma. Kwa hiyo alhamdulillah, nashukuru imeibuka nambari 1 katika riwaya. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyokuwa. Hii kazi ilichukua kipindi gani kuikamilisha, na je, kuna sehemu ama kuna sura fulani ambayo wakati ulikuwa ukiandika ulikuwa una raha fulani ukiandika, alafu baadhi ya sura ukiandika unamaliza tu lakini mwenyewe hauna raha, lakini kuna sura fulani ambayo ulihakikisha kwamba umekamilisha? Fasihi ni kama sanaa nyingine. Unapotengeneza labda meza au mlango, fundi seremala huyu akishakumaliza ile mlango wake ndio anaanza kuangalia sasa zile nakshi vikomeo vile vilivyokaa vizuri. Kwa pale ndio ujisikia tena mlango anajisifu mwenyewe au anafurahia. Kwa hiyo mimi wakati natengeneza naumisha kichwa hapa ikawa vipi huyu mhusika, pale unajisikia karaha kidogo kwa sababu unaumisha kichwa sana na kuangalia mitindo gani, muundo gani, vipi ukae vipi kazi ike vizuri. Lakini ukishakamilisha kazi, zile sehemu zilizokaa kazi, sehemu ambazo unajisikia raha zaidi ni sehemu zilizotanda fasihi zaidi ya kufikirisha kichwa. Unaona mandhari tunachoro hujui nini, lakini kuna ujumbe na namna kama kwa mle sehemu kama zile unajisikia raha ninapozisoma. Kuna upungufu mkubwa sana wa washiriki kutoka Kenya. Vile kuna upungufu mkubwa sana wa washiriki wanawake. Kwa hivyo nilikuwa nataka kuwahimiza sana kwamba mshiriki katika mashindano haya, na wanasema usiogope wala usijione kwamba pengine hutaweza kufikia kiwango ambacho labda walioshinda wamekifikia. Kitu muhimu ni kujaribu. Swali ambalo kila mara tunaulizwa ni kwamba kwa nini kila mara Watanzania ndio wanashinda? Mwanzo ni kwamba Wakenya wengi hawashiriki. Wengi wanaoshiriki ni Watanzania. Na pili ni kama nilivyosema ni changamoto hiyo. Mjaribu, mkileta kazi, mulete kazi ambazo za kiwango cha juu. Hizo ndio kitu tunachokiangalia sisi. Hatuangalii mtu anatoka wapi. Tunaangalia ubora wa kazi.